Mume wangu, leo unywe chai? Nipo sawa. Uko sawa? Nakuona yani uko hare tu, tangu kupiga pasi hujanipa. Safari ya wapi? China, mbona maswali mengi? Nataka nijue. Au? Yaani sikiliza, utakiwa hata kudodosa vile vile. Sio kujua tu. Sasa tutaishije hivi mume wangu? Unataka tuishi vipi hapa ndani? Nataka tukae chini tuelewane. Tuelewane? Ndio. Hivyo China, unadhani kwamba ni rahisi sana mimi kuelewana na wewe? Yaani unaishi na mtu hapa ndani amekukalia kooni. Tuelewane? Ndio, nataka tuelewane mume wangu. Sasa inawezekana vipi mimi kuelewana na wewe China? Yaani naishi na mtu hapa ndani mwenye vitu rohoni, muda wote una vitu rohoni. Inawezekana vipi? Yaani unafanya kunitumia mimi kama sehemu ya kisasi kwako, inawezekana vipi? Hebu kwanza sikiliza mume wangu. Pale ulimo uliteleza tu. Mnielewa, mamako alikuja kwa hasira na mimi nikajistukia tu maneno yameniongelesha. Kwa shauri ilipaswa wala usijue. Kwanza muda huo nyuma kabisa. Wewe kipindi hicho bado hujazaliwa. Ya labda nikwambie, na hapo ndipo kosa lilipokuwa limeanzia. Kosa gani hilo? Kosa gani? China, mimi nilitakiwa ni dili na watu ambao niliozaliwa nao kitu cha kwanza. Sawa? Nadhani ingekuwa nafuu sana kwangu mimi. Ningeweza kutambua kila kitu ambacho kilichopo. Sio rahisi kama vile ambavyo unavyofikiria wewe kama wewe bwana. Mbona na mkeo mmeshindwana? China, mimi na mke wangu hatukushindwana kwa kufichana China. Nahitaji uelewe hicho kitu. China, labda nikwambie kitu kimoja. Hatukushindwana kwa kufichana chochote kile mimi na mke wangu. Nahitaji uelewe kitu kama hicho. Mudi mume wangu. Umeacha funguo. China tono. Mbona nimeyakoroga? Mdomo huu. Kweli mdomo unaponza kichwa. Au hapo.